Hivi ni jinsi ambayo ndugu zetu Tanzania inateswa na CCM na serikali yetu, na hii tuhuma yeye wanawatuhumu kwamba CCM pamoja na serikali ndio watu ambayo wako na nguvu hii ya kufanya mambo hizi, na wanasema kwamba hawaui tu, wanafanya kitu inaitwa sexual violence pia. Wameweka ripoti mwisho ya watu imekuwa imekamatwa Zanzibar, ni watu ya madini walikuwa wakiingilia pamoja na wakiwaweka machupa za soda kwa sehemu zao ya siri kwa sababu tu ya kuipinga serikali ya CCM upande ya Zanzibar. Hawa jamaa alikuwa kitambulika kwa jina la wa Jumuiya ya Uamsho Zanzibar. Hii ni ripoti ya CIA. Naomba sana ndugu yangu mkuwe mnasoma, na nikitoka hapa live nita-upload kwa TikTok yangu peke yangu, nita-upload hizi document zote 54, kila mmoja aweze kudownload aone ni jinsi gani ukatili ya Tanzania ilikuwa inafanyika. Sasa chukue kwa pamoja, sasa tumuulize ndugu yetu Msigwa anataka kukanusha nini kwa mauaji imefanyika juzi ambayo kila mtu kaona, satellite imeona. Ikiwa kuna mauaji ambayo ya siri hii imeelezwa hapa na yote ambayo na yote hapa tumekuwa tunaweza kuisoma. Sasa huyu bwana Msigwa yeye ni kitu gani peke zake anajaribu labda kwenda kukisema juu ya ile ripoti ya juzi? Tunamheshimu sana, ni bora abakie kimya. Abakie kimya. Yale mashujaa wetu ambayo wameuliwa juu ya kuwa hawana makosa yoyote, tuendelee kuomboleza kwa madini yetu. Akae kimya, asijibu jambo yoyote. Kama yeye yuko na raha za kujibu, bora ajibu hizi tuhuma ambayo kutoka CIA na kutoka State Department, na hiyo document nitazi-upload kwa account yangu leo nikimaliza tu kutoka hapa kwa live. Nikitoka hapa kwa live nitai-upload hiyo ripoti yangu, hii ripoti ambayo hizi nyaraka ya siri ambayo inatoka CIA na inatoka FBI pamoja na State Department juu ya mauaji ambayo CCM pamoja na usalama ya taifa na serikali yake imekuwa inaua watu na kutesa watu kinyama na kuatia watu chupa ya soda, chupa ile ya kunywea Coca-Cola and Fanta kwa sehemu yao ya siri, kwa sababu tu hawa watu wamepinga utawala wao, kwa sababu tu hawa watu wamesema hawa hawatufai kuwa viongozi. Maamuzi waliochukua ni kuwachukua hawa majamaa, kuwatesa na kuwatia chupa. Hii jambo imethibitishwa na shirika ya kijasusi ya CIA, na nyaraka ni hizi ambayo niko nayo, na leo nitai-upload kwa mitandao yangu kwa sababu kila mtu aweze kuona ni kwa kiasi gani sasa tutoke kwa pamoja kuipinga hii chama ikufe kabisa, na kila alikuwa anahusika tutatoa manyaraka mingi, hawa watu washtakiwe. Dola 300 hizo. Dola 300. Milioni 30, milioni 90 imeshatembea. Tunaitia hasara hizi. Msigwa unalo, Msigwa unalo. Msigwa hoyo. Tuendelee. Alete kati. Ngoma iko pale pale, ngoma mbichi. Piga makopa ya kutosha hapo na virozi. Na huku kwa hosti mwe mnaweka na yeye nachangia. Sio kwamba ndio mnanipa nikanunue chai. Maana hamtakawia majungu hapo. Ningekuwa nataka kuomba kwa kunywa chai, si ningekuwa naomba kabla hajaja. Ningekuwa na walazimisha. Karibu Abili. Ndugu zangu, kwa mapenzi Mungu na muomba sana nijalie niweze kumaliza hii taarifa muhimu ambayo niko na nyaraka muhimu sana kutoka CIA, tuziweke wazi leo, watu waweze kuona ni kama nguvu ngapi tutumie, hawa jamaa hawatufai tena. Nimejelewa kuambia kwamba wakati pale naanza kuambia mahabari ya Msigwa,
dakika 19 tu iliyopita Msigwa kaweka habari ya kutoka BOT, naomba muende peke zenu mkaisome. Sasa wamekuwa wanaomba watu waeke hela bank na wasitoe mapesa bank kwa sababu wanaogopa ya uchumi. Naendelea kuhamasisha kwamba bank ya Tanzania sio salama. Tutoe hela zetu. Na hiyo ndio njia pekee zake ambayo tuko naweza kutumia kuiparalyze hii serikali. Hawa majamaa sasa wamekuwa wameinama, wanasema kwamba no, tuweke kwa mahela zetu kwa bank ya Tanzania kwa sababu iko salama, na wanaomba watu turudi. Baada tu ya mikusanyiko ya TikTok hizi tunafanya, iko na uhamasishaji mkubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu ya kuilinda hii account yangu, ninaweza kutoa dakika 10 azungumze mtu mwingine juu ya hizi mambo mbili nilongea. Ya kwanza juu ya kuwapa ushahidi wa dini zote kuwa inapinga mauaji. Ya pili ya ushahidi kwamba haya mauaji serikali ya Tanzania haijakuwa imeanza leo, kwa sababu hata CIA na FBI wako na nyaraka ambayo nyingine imetoka tangu 2001 juu ya mauaji endelevu ambayo CCM pamoja na TIS pamoja na mamlaka zao wanaua watu, ambayo watu hiyo ambayo inawakataa ama inawapinga mambo zao za ubabe. Kwa hiyo mimi nitakuwa hapa juu kidogo kwa dakika 10 kuiweka account yangu ikuwe sawa, kwa sababu inaonyesha iko weak kidogo. Karibu Nuruvasi hapo kidogo. Okay, napenda kwanza kushukuru tena vile watu sote ambao tuko hapa, na pia naomba Habili samani kabla hujaendelea naomba nikuulize swali, usimute. Vipi kuna voice note za watu wanataka kufahamu za Msigwa? Amekata simu, atakuwa na mazungumzo, lakini nimefanyia email. Okay, sawa. Okay, ndugu zangu, sasa naomba kutoa ama kuexpose taarifa nyingine muhimu sana juu ya mahujuma zile ambayo inafanyika nchini Tanzania kwa ajili ya manufaa za watu wachache. Watu ambazo kwa peke zao sasa wako tayari kuua ama kufanya jambo yoyote ile ili wabakie kwa dola. Na hii taarifa kwa sababu niko na amini kwamba wako watu wengi ambayo wanaweza, kama nitaisema kwa ufupi, wasikuwe na uwezo kabisa ya kufahamu nini nasema. Kwa hiyo ningeomba mkuwe mnaniruhusu kidogo nikuwe naitolea elimu ili watu nyingine waweze kuandika peke zao, na Mungu akiwabariki waweze kusoma hizi mambo ni nini, kwa sababu tuijenge jamii ya vijana ambayo sio wajinga, vijana ambayo wanajua ulimwengu unakwenda vipi, na vijana ambayo wajue taarifa muhimu za ulimwengu, taarifa muhimu za nchi yetu. Ninaomba sana mkuwe mnaisikiliza hii taarifa kwa makini, kwa sababu baada ya hapo nitakuwa napenda muniulize maswala, lakini najaribu kupeni elimu kidogo tukuwe tunafahamiana. Lakini kabla sijaweza kuendelea, ningependa kukumbushia tena sifa na utukufu anastahili Mwenyezi Mungu peke yake, na sisi yote ambayo tuko hapa, sisi ni watumishi wa Mungu. Na mtu yeyote ambaye anamtumikia Mungu hatakiwi kuomba utukufu wala kuomba masifa, kwa sababu hiyo sio mali yetu. Utukufu na sifa ni mali ya Mwenyezi Mungu peke yake, na sisi ni watumishi wa Mungu, ni watu ambazo tunamtumikia Mungu yetu. Kwa hiyo tujaribu sana kukuwa na nidhamu na kuongea kwa heshima, kukubali kusamehe, na tufanye mkusanyiko yetu hii ikuwe mikusanyiko ambayo mtu ukikuja kukaa kwa 1 hour unapata manufaa na elimu kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu peke yake, si kwa sababu ya kama uhodari ambazo binadamu sisi tunahisi tuko nazo. Ndugu yangu, naomba uandike hii kitu. Nitaitolea elimu kwanza, alafu niambie jinsi gani nchi yetu imeingia kwa mashida kwa sababu ya watu wachache kidogo ambayo kwa makusudi na kwa sababu ya utamaa ya maisha ambayo wako nayo wametufikisha hapa.
kuna kitu inaitwa kwa ufupi ICSID. ICSID. Ndugu yangu, ICSID hii ni shirika ya kimataifa, ama kwa lugha nyingine unaweza ukasema ICSID Convention. Unaweza ukaenda kujifunza peke yako, ukaandika ICSID Convention ni nini kama Google, unaweza kwenda kusoma. ICSID ndugu yangu ni shirika ya kimataifa ambayo ilianzishwa mwaka ya 1966 huko. Pia inatambulika pia kama Washington Convention, ambayo imeanzishwa makao makuu huko Washington DC kwa nchi ya Amerika. Kwa ufupi tu naweza kujiuliza, okay, ni nini hasa hiyo ICSID? ICSID ni shirika ambayo kazi yake inadili na makesi ambayo baina ya mwekezaji na serikali. Kwa mfano, akikuwa yuko mwekezaji ambayo anatoka nchi nyingine kaenda kuwekeza kwa Tanzania na wakakuwa na mikataba na kila kitu, badala zake Tanzania ikamfanyia ubabe ama ikavunja ile mkataba, yule mwekezaji anaenda kushtaki sehemu inaitwa ICSID. Hawa ni watu peke zake ambayo wako na mamlaka ya kimataifa ya kutatua migogoro iliyokuwepo baina ya mwekezaji wa kimataifa na nchi husika, pale tu inapotokezea kutokuelewana ama kuna pale inapotokezea uvunjwaji wa sheria ama uvunjwaji wa mikataba ambayo sio kwa mujibu ya sheria. Kwa maana nyepesi ni kwamba hii ni kama mahakama ambayo kazi yake inashughulika na kutatua migogoro baina ya mwekezaji wa kimataifa na ile nchi ambayo kaekeza. Hii ni nimejaribu kuweka kwa lugha nyepesi kwa sababu waweze kila mtu kufahamu, ili kufahamu nini ambayo inayoendelea. Ndugu yangu, naomba leo kuambia habari ambayo inaumiza moyo na itakuumiza sana, lakini lengo yangu si kukuumiza. Lengo yangu ni kukuonesha kwa jinsi gani ni muhimu sasa vijana wote ya Tanzania tukue pamoja kufanya yoyote ile tunaweza kuitoa hii serikali, kwa sababu hawa majamaa wa serikali hii ni primitive, ni watu ambazo hawapo tena na uwezo ya kuongoza nchi takatifu, nchi ambayo Mungu ametujalia baraka ya aina tofauti. Hawa watu hawawezi tena kutusimamia, na tukikuwa tunataka bado kuwaendeleza wabakie, watatuua sana. Kwa hiyo ni bora tufanye yoyote ile tunaweza. Hawa majamaa vovote inawezekana watoke ikiwa kwa raha zao ama ikiwa kwa kuwafanyia kuwashurutisha. Sasa ndugu yangu, niko na nyaraka yenye ushahidi na pamoja na case number ya kesi ambazo zaidi ya 21 za wawekezaji wa kimataifa zimevunjwa na serikali ya Tanzania. Mikataba hiyo waliwafukuza kwa sababu tu hiyo biashara na hiyo mipango wawape. Hiyo biashara na hiyo mipango baada kuifukuza hawa majamaa wa mashirika ya mataifa, wakapewa watu kama kina Rostam, wakapewa watu biashara hizo kama kina Kikwete. Wamekuwa tayari kuwafukuza makampuni ya kimataifa ambayo yalikuwa na uwezo ya kuinua raia zetu za kawaida, ilikuwa na uwezo ya kuboresha maisha ya Watanzania, na makampuni hizi ambayo imekuwa imefukuzwa ikawenda kuhamia Kenya. Wamefanya hivi kwa sababu tu ile mpango ama ile deal apate mtu jamaa yake, apate Rostam, apate Kikwete, apate mawizi wengine.